Hebu tuanzie picha yetu hapa. No young man. Asema hakuna kijana mdogo au na mkubwa kiasi gani, hakuna mtu ajuaye hatima yake. Na uwezi ukajua nafasi katika historia ya maisha yako ambayo iko mbele yako. Like everyone. Kama kila mtu anavyoishi na kujifunza tu. And so it will. Na hivyo ndivyo takavyokuwa kijana mdogo huyu anayekuja kwenye mageti ya mji wa Camelot. A boy. Kijana ambaye ni baba wa historia. His name. Jina lake Merlin. Kuna kijana mmoja anakaribia katika kambi kubwa kabisa, yani ngome kubwa inaitwa Camelot. Hii ilikuwa ni utangulizi kabisa, mtu alikuwa anatambulishia picha kabisa hapa mwanzoni kabisa. Bila kusahau picha hii imezaminiwa kabisa tena mwaka 2020 na bosi mkuu toka pande za Marekani. Wanamuita bosi mkuu Jean-Pierre Clovis Nouvelle Generation de la Sony pande za United States of America. Picha inakuja tena leo mwaka 2020, Merlin, The Adventure of Merlin. Tunaona tukaone tafiti za Merlin zilikwaje. Na mtu ingie katika picha mwanzoni kabisa. Kuna kijana mmoja anaingia katika mji wa Camelot. Udogo anamuita Merlin. Nafikiri tulimwona utangulizi kabisa, jina lake ni Merlin. Leo alikuja katika mji mmoja ambao umechangamka sana. Hii ni falme nyingine, ni ufalme wa Camelot. Camelot ni ngome ya kifalme inayojitegemea peke yake. Kuna mtu leo alikuja kumtembelea. Mama yake alimwagiza afike hapa. Hajawahi kufika jumba la kifalme, alikuwa anashangaa mazingira kifalme hapa. Mambo yalikuwa mengi kweli leo. Lakini leo kuna hukumu ilikuwa ikiweza kutolewa kwa mtu mmoja kati anaingia katika mji huu. Kuna mtu alikuwa anaweza kuadhibiwa leo. Wacha hiyo inafundisha kwa watu wote. Huyu mtu anaitwa Thomas James Collins. Amehukumiwa kwa kosa la kutumia uchawi na kutombaza watu. Na kutokana na sheria ya Camelot, mimi Arthur Pendragon mfalme nilitoa amri kwamba uchawi au ruhusiwi hapa, na utakaposhikwa hukumu yake ni kifo. Na leo adhabu yake ni kifo ya mtu huyo. Najivunia kuwa kiongozi makini na mwenye haki, lakini kosa la uchawi kwangu adhabu yake huwa ni moja tu nitakayotoa. Huyu ni mfalme wa ufalme huu. Aliamrisha mtu huyu apewe adhabu. Adhabu yake ni nini? Funga macho mtazamaji, usiangalie kitu hichi hapa. Huyu mtu alihukumiwa kukata kichwa mbele ya hadhara. Mfalme bila huruma anatoa amri mtu huyu akatwe kichwa. Pale pale alikatwa kichwa. Huwezi kuamini yani. Na tangu alipoikomboa ardhi katika maafa makubwa yaliyoikumba ardhi hii, watu walinisaidia kwenda kuondoa uchawi katika ufalme wangu. Na natoa amri leo, tunaanza kusherehekea miaka 20 ya amani na kukamatwa kwa dragoni mkubwa wa ishara ya uchawi kutokomeza katika mji wa Camelot. Sherehe zianze leo kusherehekea miaka 20 ya kutokomeza uchawi. Mara kuna mama mmoja akaanza kulia pale. Mama alilia kweli. Kuna mchawi mmoja na mbaya kwenye hii ardhi na sio uchawi. Mbaya ni wewe. Kwa chuki yako na ujinga ulionawe mfalme. Mwenye ule mtoto wangu nikiona. Nakuahidi wewe leo, kabla sherehe haijaisha, utakuja kufuta machozi yangu mimi. Jicho kwa jicho, jino kwa jino, mtoto kwa mtoto. Nakwambia hivyo Arthur Pendragon. Kama tani huyo. Lakini mama alikuwa ni mchawi. Uweze kuamini. Pale pale alipotea. Huyu mtoto wake aliuawa. Kwa hiyo mama alikasirika, akatawanyika kiuchawi pale pale. Kwa sababu katika hii ardhi ya Camelot uchawi hauruhusiwi kabisa. Mfalme kuona hivyo alikasirika mno. Mfalme apendi uchawi. Watu wengi wakawa shangazwa sana. Mfalme akikamatwa mchawi anauawa. Angalia kwa makini hapa. Dogo Merlin alishangaa kuona tukio hili, na ni mgeni ndo kwanza ameingia katika mji huu. Alishangaza sana hapa. Samani, nitampata Dr. Guys. Guys anaishi huko juu. Guys ni dokta ambaye ni dokta wa kifalme.
alicheki hapa, alikuwa anamtafuta Guys. Guys ni ndugu yake mmoja, alikuja kumsalimia katika mji huu. Hivyo alikuja mpaka ndani kumtembelea. Sijui nini kilimleta hapa kijana huyu, lakini alikuja kwa mtu ambaye hajai kumuona hata yeye mwenyewe, lakini aliagizwa tu aje kwa Guys. Guys ni dokta wa kifalme. Dogo alikuja mpaka hapa, anamuita Melin. Alikuta vikorokoro kibao, kumbuka huyu ni daktari. Na ni hapo zamani sana. Hello, kuna yote hapa? Guys alikuwa kule juu. Guys kumuona mara akashtuka pale pale. Lakini dogo ni mchawi, alimgandisha chap, kisha kwa uchawi wa macho alionao kijana akaivuta meza kichawi chap kitanda, akamtegeshia pale. Mzee akaangukia kwenye kitanda. Unaona? Huyu dogo kumbe ni mchawi naye. Na hapa uchawi hautakiwi. Umefanya nini wewe kijana wewe? Niambie. Mimi sijui kimekuaje, nimefanya tu. Mtu yote akikuona unachokifanya hapa. Amna, mimi nilikuwa najaribu tu kufanya kitu kidogo kukusaidia. Najua ulitumia kitu gani. Na kuuliza umejifunza wapi uchawi? Mimi sijajifunza pahali. Nisijifunza popote pale. Umejisomea wapi uchawi huo? Nijibu. Mimi sijasoma uchawi kabisa, sijawahi kufundishwa pia. Unanidanganya kijana. Nakwambia tu kunisemeje sasa? Niambie ukweli. Nilizaliwa nikiwa hivi. Haiwezekani. Wewe nani kwanza? Na barua iko hapa. Kumbe hata mjui alikuwa anapaswa kumpokea. Aliambiwa tu jina lake. Alimpa barua. Mimi sina miwani yangu hapa. Mimi ni Melin. Mtoto wa Hunise. Ndiye huyo. Niliambiwa uje Jumatano hapa. Mbona leo umekuja mapema namna hii? Lakini Jumatano leo. Okay. Okay, sawa. Weka mizigo yako pale. Alafu mzee kumbe alikuwa hajawahi kumuona. Alafu useme chochote kile. Usimwambie mtu kuhusu alotokea hapa leo. Usijali. Huyu kumbe dogo naye ni mchawi. Melin, nikushukuru, nafikiri umeniokoa hapa. Basi dogo alifurahi, akaingia zake ndani ya chumba chake. Lakini mzee amegundua kitu. Huyu dogo ana kipaji cha kuzaliwa cha uchawi. Kumbuka zamani uchawi ulikuwa ni kitu ambacho mtu mpaka ajifunze. Lakini kwake kijana Melin, hali ni tofauti sana kwa kijana huyu. Yeye amezaliwa na uchawi uko ndani yake yani. Sijui nini kilimleta katika mji huu. Kufika hapa ni mara yake ya kwanza kuja sehemu ya ngome ya kifalme kama hii. Hajawahi kuona ufalme. Ilifika usiku akanashangaa huku na kule. Taswira ya mji mzima ulivyo. Mji wa kifalme, ufalme wa Camelot. Lakini kuna kitu kilimleta huku. Kuna barua alimpa Galas akaisoma jana. Hiyo barua ilikuwa imeandikwa hivi. Ameandikwa, mpenzi wangu Galas, nimekuja kwako nikiwa mpweke na mwenye kuhitaji. Sina mtu wa kumwamini zaidi yako wewe. Ni hatima ya kila mama kumpenda mwanae. Lakini kwangu ningetoa maisha yangu kwa ajili ya mtoto wangu pia. Na hii ni sababu nimekuomba. Mtoto wangu kijicho ni kidogo sana kuweza kufanya uwezo alionao. Watu walioko hapa watamuona mbaya endapo akitumia zawadi aliyoko nayo. Anahitaji mtu wa kumuongoza. Anahitaji mtu wa kumshika. Naomba msaidie mtoto wangu ajue jinsi ya kutumia zawadi yake. Na kuomba kama unaelewa mapenzi ya mama kwa mtoto, naomba mtunze mwanangu. Na Mungu aokoe nini nyote. Hii ni barua mama yake Melin alimwandikia Galas. Gaius ndio huyu hapa. Gaius ni dokta, alisoma barua. Kumbe mama yake kamleta hapa akimtaka Gaius amsaidie kijana wake. Kwani kijana wake mzaliwa na nguvu ya kichawi, ni kama zawadi lakini hajui aitumia vipi. Basi ndivyo ilivyokuwa. Lakini usiku kufika katika jumba la mfalme, binti wa mfalme hakupendezwa na kile kitendo. Yes. Morgana, why are you not joining us? Kwa nini kula na sisi leo? Kukata kichwa cha mtu baba kirahisi kwa ajili ya sherehe sio kitu kizuri. Mama alikuwa analia yule. Ni adhabu yake akifanya kosa kutumia uchawi. Anafanya kosa gani? Mbona ana kosa lolote? Hajaumiza mtu yote. Miaka 20 iliyopita maafa yalotokea hapa kwa kuwa haupo kijana. Lakini utaua watu wangapi mpaka sasa hivi baba? Mpaka atakapotambua sitaki uchawi katika ufalme wangu. Na wewe utakwenda mimi kumpokea mgeni, twende. Ndio kama sitaki sherehe, utataka. Mimi ndiye babako. Na mimi ndo mfalme. Na kutegemea huje tukampokee mgeni. Na kama uniheshimu mimi, heshimu mgeni anayekuja, mwimbaji yetu Helen. You know the more Wewe sababu mpaka maadui wengi watakuwa na maadui kila kona.
binti yake alikuwa anamlaumu sana. Hakupenda kuona akichinja mtu katika hali kama hii, kisa tu mtu katumia uchawi bila kumuumiza mtu yeyote yule. Uchawi ulikuwa huruhusiwi. Basi mgeni anayekwenda Camelot ndiye huyu hapa. Huyu ni mgeni alikuwa anaelekea Camelot kwenda kuburudisha juu ya sherehe hiyo. Zamani kipaji cha muziki kilikuwa kinathaminiwa sana, na nadra mtu kuwa na kipaji cha uimbaji. Huyu ni mwanamuziki anayekwenda kuburudisha ufalme wa Camelot. Akiwa hapa, wanamuita Lady Helen. Aligundua kuna mtu anazunguka hema lake. Gregory ni mlinzi wake, alimuita. Aliona kuna mtu anazunguka. Naam mama. It's all well. Asema kupo sawa mama. Tunakaribia kuingia Camelot kesho jioni. Basi nitafurahi. Niko hapa nje, mngehitaji msaada niambie. Mlinzi akametoka, lakini mama ameshaona kuna mtu anazunguka hema lake. Walinzi kwa walisikia mchakacho fulani. Walinzi wakasikia mchakacho upande wa pili. Wakati mlinzi ametoka nje kuangalia ni kitu gani kinachojiri huko. Nani yuko hapa? Alipocheki nani yuko hapa, hakukuta mtu. Lakini chumbani alipo mwanamuziki Helen, kuna mtu alikuwa akizunguka hema lake, na huyu mtu ni kama ni mzee fulani. Binti Helen kuangalia kwa makini, ni yule bibi ambaye mtoto wake aliuawa pale mwanzoni kabisa. Alikuja hapa leo, akasema maneno fulani ya kichawi, akana ataja maneno ya kufanya kichawi, akamuua mwanamke huyo kichawi. Akasema maneno fulani ya kichawi, akamuua huyu mwanamuziki hapa. Kichawi namna hii, akizungumza akamuua pale. Baada ya kumuua mwanamke huyu mwanamke ni mchawi. Kumbuka mtoto wake aliuawa mwanzoni kabisa mapicha kwa kukata kichwa. Kwa hiyo alikuwa anataka kwenda kulipa kisasi katika ufalme wa Camelot. Hivyo alichokifanya, alisema maneno fulani ya kichawi pale. Kisha ghafla sura yake ikabadilika. Tazama kwa makini. Uchawi aliotumia ukabadili sura, akachukua sura mwanamuziki Helen kwa atakwenda yeye kwa niaba yake Helen. Naona alibadilisha sura, akavaa sura mwanamuziki yule. Sasa atakwenda Camelot kulipa kisasi. Kioo tu pekee ndio kinaweza kuumbua uchawi huu ni wa uongo, kwamba huyu siye. Hiyo inaitwa Melanie. Melanie ikiwa amelala leo, Melanie ikiwa amepumzika, alisikia kuna sauti inamuita. Kuna sauti moja nisikia ikiwa inamuita kijana Melanie. Na bado kijana huyu ni mgeni sana hapa, lakini ana kipaji cha uchawi ndani yake. Uchawi amezaliwa nao uko ndani ya damu yake. Haya, nakuletea maji. Ilikuwa muda wa asubuhi. Kaa upate kunywa chai kidogo. Sorry. Samani. After breakfast. Ni muda wako wa kunywa chai. Keti hapa. Lakini ndo mwanzo ameingia mjini tu, ameingia katika ufalme huu. Mzee akamshika chap pale. Akastopisha ile maji yalikuwa na majika. Afa. Na mzee alifanya makusudi kumpima. Umewezaje kufanya hivyo? Yaani kwa sekunde moja tu umeongea? Hapana, mimi sijaongea. Umetamka uchawi ukagandisha au nini? Sijai kuona kitu kama hicho. Asema inatokea tu nikiangalia kitu. Mzee alimwaga makusudi maji yaone. Alishangaa huyu dogo kwa na uwezo fulani. Nafikiri ukae kimya, maana nitakusaidia mpaka upate kazi kikaa hapa. Kwanza kwa sababu nisaidie kupeleka dawa kwa watu wanaoagiza madawa. Kuna Lady Helen, kuna mmoja ni kipofu, mpelekee ya njano. Mwambie anywe kidogo tu, sio yote. Na hii hapa, nisaidie kusambaza hizo dawa. Chakula chako. Unaweza kaenda. Basi mzee akaona anapomtafutia kazi kijana, wache kijana aanze. Nataka nikwambie tu kitu. Wewe uchawi wako ukifanya hapa, utauawa. Kwa makini. Mzee alimuonya, akifanya uchawi kama huo tena, atapata adhabu, atauawa hapa. Kwa hiyo hapa uchawi hauruhusiwi katika ardhi ya Camelot. Basi Melanie akaanza harakati zake leo. Maisha mapya katika mji mpya. Aligonga mlango hapa, wa kwanza ndio huyu. Huyu ni kipofu. Naomba kuletea dawa ndio hii. Na Guys, alimwambia mletee dawa. Anasema usinywe yote, wewe ushapiga yote tayari. Akaona amechelewa kumwambia, wewe mtu ni kipofu. Natumai itakuwa ni nzuri tu kwako. Ndio. Akaona piga mitaa tu. Wapi tena nitakuwa niende? Akiona pita mtaani leo, kuna kijana mmoja yuko hapa.
Huyu ni mtoto wa mfalme. Alikuwa anaonea watu kweli hapa. Kuna mfanyakazi wake mmoja alikuwa anamfanyia shabaha. Amshikie shabaha alafu analenga. Huyu ni mtoto wa mfalme. Anaitwa Prince Arthur. Arthur ni mtoto wa mfalme, alikuwa anapiga mazoezi leo. Kwa hiyo anamwambia mshikie shabaha alafu anapiga. Mheshimiwa bado tu. Nimekuambia usisimame. Tembea mimi nilenge. Hapa nataka shabaha inayotembea. Bila kujali usalama wa mtu akana lenga tu. Sasa anavolenga hivi jamaa anaogopa kweli. Kimbia au anataka. Sasa akitembea anafahamia tu. Yeye analenga namna hiyo. Anafanya mazoezi. Tembea. Sasa Melin akaona jambo anamuonea huyu kijana. Unajua Melin ni mshamba amekuja mjini tu, yani yeye anaona kila kitu sawa. Jamaa alichoka kaanga pao. Melin akakanyagia ile kitu. Hai. Jamani, imetosha bwana, mwacheni rafiki yangu bwana. What? Unasemaje? Yaani nimeshatosha rafiki yangu. Do I know you? Nakujua mimi kwani? Naitwa Melin, sijui naitwa nani mwenzangu. Yeah, you call Umeniita rafiki yako lakini hapa. Ya, ni kosa langu basi. Think so. Na kwani ni kosa lako ndio. Lakini sijakuwa rafiki mpuzi kama wewe. Sijawahi. All I want. Ikiwezekana niite fala kabisa kama unataka. Tell me, man. Wana kuuliza kitu Melin. Hebu shake kutembea na magoti wewe. No. Hapana. Like me to help. Basi nitakusaidia utembee. Okay. Haiwezekani hiyo kitu. What? Hata uwezi kufanya hivyo. Utanifanyia nini kwani? Ndio. Hamna kitu. Unaweza kufanya hivyo? Nivamie kama unataka. Come on. Nivamie? Come on. Nivamie. Piga kama kuja namna hiyo. Huyu ni prince, mtoto mfalme. You're in jail for that. Nakupiga jela kwa hilo. Yo. Nafikiri ni mfalme wewe? Hapana, mimi ni mtoto wa mfalme. Naitwa Arthur. Pende huko. Jamaa alipigwa sero. Kumvamia mtoto wa mfalme ni kosa kubwa. Yaani kumvamia mtoto wa mfalme ni kosa kubwa sana. Na yeye alikuwa hajui kama ni mtoto wa mfalme. Kwa hiyo akatupwa ndani ya gereza. Akatupwa lock up. Amekuja tu mjini kaanza na balaa hili. Jamaa kwa nimebugi kweli. Basi wakati usiku yule mwanamuziki alikaribia. Nakumbuka mwanamuziki sio yeye. Ni mwanamuziki ameingia. Hii ni sura bandia yule mwanamuziki. Huyu ni yule bibi mwanae aliuawa. Wale mwanamuziki amefika wakampokea. Kumbuka hii sura ni sura bandia. Huyu ni yule bibi kaja kulipa kisa. Unaona? Kwenye maji yanamuonesha kabisa. Ukiwa na kioo au maji unaweza kutambua kwamba hii sura ni feki. Lakini wengi ukiangalia kwa kawaida huwezi kumuona. Kwa macho ya kawaida huwezi ukajua kwamba huyu ni mchawi yule mwanamke. Lakini ukimwona hivi, wewe unajua huyu ni binti mrembo mdogo, lakini ni yule bibi kajibadilisha sura. Na mfalme alimpokea. Lady Helen. Karibu sana kwa kuja, nashukuru kwa kuja. Kuimba katika sherehe yetu. Na furaha kweli. Safari yako ilikuwaje? Kidogo ngumu sana. Alimpiga kisa kambia karibu sana nyumbani. Nashukuru sana. Alimkaribisha ndani ya mji wa Camelot na hakujua kama yule sio Lady Helen anayemfahamu yeye. Palikucha asubuhi. Lakini Melin akiwa amelala, kuna sauti anasikia inamuita Melin. Ashangaa sauti kila siku anaisikia inamuita hii sauti. Hajui ni sauti ya nani inamuita. Akafikiri labda ni huku chini, anasikia inatokea chini ya ngome hii. Akaamua kusikiliza. Melin, ana mjomba wake guys kaingia. You never Ana uchoke kunifurahisha kila siku kunishangaza. think there's someone like Ile kesa muda kama utarusha ingia gerezani mara hii na umekuja jana tu wewe. Unaweza kanje kitu kama hichi. Mbona kama mjinga? Nisamee. Kuna bahati nishaongea nao na kuachia. Really? Lakini nashukuru sana. Sitasahau ulichonifanyia. there is a Hii kuna adhabu kidogo nitakopitia. Adhabu gani? Adhabu yako unapeleka mtaani katikati ya soko, unapigwa na watu na nyanya, vitunguu, karoti. Hii ndio ilikuwa adhabu ya zamani walikuwa wanaitoa kwa wahalifu mbalimbali. Kwa kosa la kumbuguzi mtoto wa mfalme prince, basi unaadhibiwa kwa masaa 24, yani masaa 12. Unakaa unapigwa kutwa nzima na matakataka hayo. Binti Gwen alitokea. Kuna binti mmoja mta Gwen, huyu ni mfanyakazi wa kifalme pia, alimuona dogo huyu. I'm Gwen. Naitwa Guinevere. Niite Gwen kwa kifupi. I'm the lady. Naitwa mimi mfanyakazi wa Lady Morgana, mtoto wa mfalme. Naitwa Melanie. hello, most people. Watu wengi wananiita mimi mpuzi. Kwa nini umekuja kunifuata hapa? Nimeona unachokifanya jana, nimekiona unachokifanya jana. Kilikuwa ni jambo cha kishujaa sana. Lakini ni mpuzi. Nafurahi kwamba huko mpiga mtoto, ulimwacha akakupiga yeye. I can beat it. Lakini naweza nikampiga. Unafikiri unaweza? You don't look. Wao mji yule mprince mtoto namna gani? Ni msumbufu kweli. Thanks.
Nashukuru kwa kunipa. Na anakuambia sio maanishi hivyo. Yule ni imara kuliko wewe. Lakini kuangalia wewe mwili wako mdogo. Yaani ni mtu fulani mkorofi sana mtoto wa mfalme. Ni mkorofi anapenda bugu za kweli kweli. Lakini wewe umwezi. Kuangalia hivyo fanani kabisa. Lakini anajifanya tu. Mimi nina nguvu kweli. Binti alimcheka kweli. Anyway, uko vizuri sana ulivyomgeuka, maana huyu jamaa anapenda kuonea sana watu hapa. Lakini ulivyosimama kishujaa ukampinga kama mtu anakufurahia wewe. Kweli? Ndio. Anyway, samahani kwa watu wananipiga kidogo hapa. Mashabiki zangu nafikiri eti akaambia binti akamwacha. Akaendelea kula vitu namna hii. Badala rudi nyumbani. You want some vegetables? Nataka kunywa mboga kidogo. Najua una hasira na mimi bado mpaka sasa hivi. Mama yako alinitaka mimi nikuangalie wewe. Yes. Ndio. The German mothers. Mama yako alikwambia nini wewe kuhusu nguvu zako za kichawi? Aliniambia ni uchawi tofauti sana. Au umezaliwa nao ndo maana. Na ni kama vile bei kuona hapo kabla hata mimi mwenyewe. Wameshaanza kusema hivyo. Watu wengi waga nasoma uchawi afu wanatumia maneno kusoma kuna vitabu ndo kutumia uchawi. Lakini kwa watu tukifanya wewe ni tofauti sana. Wewe uchawi uko ndani yako kabisa. What's the point? Ni maana hiyo uchawi hawezi kutumika tena. Najua mimi sifahamu kwa nini iko hivyo. Lakini swali lako mimi najiuliza uko namna gani wewe? Did you ever start? Hebu kusoma uchawi wewe? Mfano amekataza uchawi kutumika hapa miaka 20 ishapita. Kwa nini? Kwa sababu watu walitumia uchawi kuangusha taifa katika maafa makubwa. Kwa hiyo mfalme akaamua kuondoa uchawi, maana uchawi ulitumika vibaya ukapelekea taifa hili kaingia kwenye maafa makubwa. Kwa hiyo mfalme akaua uchawi wote, akamfungia dragon. Wote hapana. Kwa dragon mmoja ambaye hakumuua. Amemfanya kama mfano. Na amemfunga chini ya gereza la pangoni, chini ya ngome hii. Ndo dragon mmoja wa mwisho aliyefungwa huko. Hakuna mtu anaweza kumtoa. Anyway, tule. Tuachana mengine yote hayo. Fanya maandalizi ya kesho kuna sherehe na umpelekee dawa Lady Helen. Basi, Merlin akapewa dawa ampelekee Lady Helen ambaye ni mwimbaji kaja hapa. Mwanamuziki kaja hapa kuburudisha sherehe hiyo. Basi Merlin alitumwa haja hapa. Lakini Merlin sio mtoto kawaida kwa sababu ndani yake ana nguvu asilia za kichawi. Yaani yeye amezaliwa uchawi upo kwa damu yake. Yeye hahitaji kujifunza au nini. Akiwa hapa kuona kuna nyasi fulani zimefungwa hivi. Na kwa jinsi yeye ni mchawi, akaanza kupata picha huenda hichi kitu si cha kawaida. Alikuta kuna vitabu vya kushangaza viko hapa. Vya huyu mwanamuziki Lady Helen kaja navyo. Akaanza kuvishangaa. Wakati anatapikwa vile vitu, Lady Helen akawa anakuja taratibu hapa. Naye kwa uchawi wake alihisi kuna mtu kaingia kwa chumba chake. Nakumbuka huyu sio Lady Helen wa kweli. Huyu ni wa uongo. Alijua mtu anakuja chap chap akafunika vitu. Mara kafika. Alimfuma hapa. Unafanya nini huko ndani kwangu? Nimetuma nilete dawa na Gaius. Nikaona kwenye kioo akamuona. Unaona? Hii sura kwenye kioo inaonekana maana kioo hakifichi uchawi. Akajua huyu sio mtu wa kawaida. Lakini Merlin hakupenda bugu za aliamua kutoka. Lakini kwenye kioo ukimwangalia mtu huyu unajua sio kawaida. Halisi kuna kitu sio kawaida kwa huyu mtu. Alikwisha kumuona hapa. Lakini kama kawaida alipotezea kaendelea na shughuli zake. Akiwa anapita mtaani kama kawaida, alikutana na Asa. Naona sasa hivi umekuwa bubu jamaa wangu, unaniogopa. Heshima imekuja na adabu Usikimbie basi. From you. Wewe umenipatia adabu. Basi nashukuru. Nifikiri ni kizina ni bubu jamaa wangu. I've told Nishaka mara nyingi tu. Wewe ni mpuzi lakini sikujua kama ni mtoto wa mfalme. Ningejua aya. Mkuja na watu wengi kusaidia kunipiga eti. Naona uko mpaka na walinzi. Mimi nakupiga ngumi moja tu nikakuua wewe mwenyewe. Lakini nakupiga kidogo tu. Eti jamaa kavua nguo. Sasa Merlin hapendi kuonewa. Asa huyu mtoto wa mfalme akana muonea tu. Shika njoo. Njoo tupigane dogo. Asa ni mkorofi anapenda kuoneonea watu. Kwa hiyo dogo bwege tu. Njoo. I warn you. Nakuonya. Umefunzwa kuua tangu mdogo. Wow. Ndio umefunzwa kuwa mpuzi kama hivyo sio? Sipendi uniite hivyo tafadhali. Sorry. Pole. Nilisahau kumbe wewe ni mtoto wa mfalme kumbe bwege. Lakini mpuzi. Alimkosa. Asa alikasirika. Akamwambia njoo Merlin. Njoo.
Sasa Arthur anapenda kuonea sana watu. Sasa Merlin hajui kupigana vita yoyote ile. Yeye uchawi ndio kitu ambacho yuko nacho. Hata Gaz akiwa hapa kamuona Merlin anapigana tena na mtoto wa mfalme Arthur. Akaona ni balaa tena. Nikupe. Sasa Arthur anajua vita. Merlin hajui vita. Merlin ni uchawi anajua tu. Sasa akaona jamaa anamsumbua na yeye hapendi kuonewa. Katikati ya soko akana mpiga katikati ya soko na kuua. Sasa akavuta kuna silaha ziko pale kwa uchawi akatumia akaifunga silaha pale kichawi. Unaona? Yaani uchawi anaotumia unamsaidia hapo kupigana naye. Anakuwa kumwona anakuja tena taratibu akaona akavuta kreti kichawi na mnacheki. Akamtegesia hapo. Aya! Akamtegesia tena. Kumwona anakuja tena ikamkosa nyingine. Kuna kamba iko pale akaivuta kichawi ikamtega. Watu wako wewe. Sasa Asa hajawahi kupigwa hapa. Asa akaona mbona kata tamani nimekwambia. Nitakuua nakwambia. Asa akaanguka chini pale. Asa leo kashindwa na kijana Merlin. Kumwona Gaz akazubaa. Akapigwa. Pigwa kitu. Pigwa kitu namna hiyo. Sasa Asa ameshinda. Walinzi walimkamata. Mwachieni aende. Maybe an idiot. Japokuwa ni mjinga lakini ni mjanja ukijana. Ila nakushangaa uko tofauti sana wewe. I can't quite put my... Lakini nashinda kujua kwa nini uko hivi. Wewe sikufuatilie sana. How could you be... Haya. Mbona mbona kichani ni wewe? Kila siku unapigana mtu kwa maana angalau usipigane naye. Ndio kama usitumie uchawi katakuja kuletea shida hapa. Thanks. What is it tomorrow? Unanionea mimi nifanye nini? If objects... Sikuweza mimi kiangalia kitu kinakimbia chenyewe. Lakini utakao control nguvu zako. Mimi siwezi. Kama sisi kutumia uchawi bora nife tu. I'm just a nobody. Mimi nimezaliwa niko hivyo. Kwani wote tunashinda kuelewa? If I could... Sipendi kama sisi kutumia uchawi basi. Bora nisiishi kabisa kama siwezi kutumia uchawi. Yeye uchawi ni asili yake, amezaliwa nao. Sasa anapotumia hajui kwa nini watu wengi hawapendi ile kitu. Lakini Gaz ni mtu mzuri tu. Alijua kijana na makosa, ni kitu kazaliwa nacho. Alimfuata kumuuliza. Shirt off. Merlin, mvua shati lako. Alijua na makovu baada ya kupigana na Arthur leo. Alijua na makovu hivi. Kwa huyu mzee ni dokta basi wa hapa kifalme, aliamua kumtibu michubuko mgongoni. Unaweza kujua kwa nini nimezaliwa niko hivi? No. Asema hapana, kwa sasa sijui. I'm not a monster. Lakini mimi sio monster, si ndio? Upasi kusema hivyo kabisa. Then why am I... Naomba niambie kwa nini nimezaliwa niko hivi? Kwa nini niko hivi? Naomba kujua ukweli. Maybe... Labda kuna mtu mwenye uwezo zaidi yangu anataka kukwambia kitu kuhusu hicho kitu. Basi kama hujui, hamna anaweza kuniambia ukweli. Mzee alishtuka sana, lakini ashaelewa hali ya kijana alionayo. Ana uchawi ambao amezaliwa nao na anautumia hapo hapo. Akamwambia chukua, itakusaidia kupunguza maumivu ulionayo. Lakini swali pia ambalo yeye ipo nalo, kwa nini na hizi nguvu? Hajui kwa nini kazaliwa namna hiyo. Tuingie wakati wa usiku, mfalme na Lady Helen wanakula pale. I'm saving myself for my performance. Anasema leo najisaidia, nitakuja kuimba kesho. Sitaimba leo, nitaimba kesho. Nafikiri mtu hawezi kukosa tukio la kesho. Kwa sauti yako, mtoto wako pia atakuja. It seems a shame not... Na kama mtoto wako anaibu kweli. Amna, anaitwa Arthur. Poor child. Lakini maskini ya Mungu. Poor child. Mwanero amekuwa peke yake, hana wazazi, amekuwa peke yake. Kalelewa na baba tu. Hapana. Mapenzi kati ya baba na mama na mtoto ni magumu sana. Ni ngumu mtu wa kawaida kuweza kuelezea. Sio kirahisi ndio. Na hakika sio kirahisi. Lakini huyu ni yule mama mwanae aliuawa pale. Labda atampata mwanamke mwingine kukusaidia ukaoa tena. I'm sure you'd... Na hakika utapata mwanamke mzuri katika ufalme huu. Natumai kwamba nitampata mpenzi tena. Lakini sijui kama nitaoa tena. Nishachelewa kumtafutia Arthur mama. Yes. Ni kweli. Ushachelewa sana kwa mtoto wako Arthur. Ni kweli umechelewa. Kwa nini? Huyu mwanamke sio yule. Huyu yule mama anakuja kulipa kisasi hapa. Siku iliyofuata tena, Merlin anasikia sauti inamuita tena usiku. Kuna sauti inamuita. Hii sauti inatoka wapi? Leo siku ya tatu anaisikia kimsumbua tu.
lakini leo akaona wacha ifatize hii sauti inatoka wapi. Na hii sauti inamuita kutoka mbali sana. Akati anatoka alimwona Gayaz amelala. Kumwona Gayaz amelala akaamua kutoroka. Maya! Chumba kaanguka. Akafikiri mzee ameamka. Kumbe mzee yupo kuna usingizi mnono. Akaona ngoja, akaamua kumfunika kichawi. Tizama. Chap, akavuta blanketi kamfunika aendelee kulala. Yaani uchawi wake hupo katika macho. Yaani yeye haongei, yeye akitizama tu basi inakuwa uchawi unafanyika bila yeye kufanya chochote kile. Usiku wa manane aliamua kutoka kwenda kuangalia ni sauti gani inayomuita. Akanaifuata, kumbuka yeye ni mchawi. Kwa anaweza kujua sauti ya kichawi yote ile. Hapa kuna walinzi wako hapa. Akaamua kufanya kitu kuondoa walinzi hao. Alikuwa anacheza kamari. Cheke alichokifanya. Chap akaloga zile keta zikaruka. Sasa jamaa akashangaa zimerukaje? Akashika zinasogea mbele. Mimi akana ziloga zikazi zinaenda zikitembea kwenda mbele. Unaona? Akana zisogeza kichawi ili waondoke pale. Jamaa akashangaa ni kitu gani hichi? Wakawa wanafuata namna hiyo. Wanaofuata wakamwachia njia. Hiyo shida yake alikuwa anataka aende mahali hiyo sauti inamuita. Hiyo sauti inapomuita, alijua sauti inatoka wapi. Aliamua kushuka kwenye pango chini ya ngome ya Camelot. Anapozidi kushuka kwenda chini, ndivyo ile sauti inavyozidi kuwa kubwa. Kadri anavyozidi kuingia kwenda chini, maana yake humo ndani ndimo mahali sauti inaweza kutoka. Alijikuta anaingia mpaka chini ya pango kubwa, chini ya ufalme wa Camelot. Sauti inazidi kuongezeka kwa kuwa maana yake hayuko karibu sana na hapa. Alitokea kwenye pango hili. Cheki mahali unje kutokea ni chini ya ngome hii kabisa. Kuna mapango ya chini kabisa. Ndio hii sauti inatoka huko. Lakini anashangaa muone mtu yote hapa. Anasikia tu Merlin. Where are you? Uko wapi wewe unaniita? Mara bonge mnyama huyu hapa. Nasema niko hapa. Huyu ndo dragon mwenyewe. Ni mkubwa kweli kweli. Ndio amefungwa huko chini miaka mingi sana. Ndio yule alikuwa anaambiwa na babu yake alifungwa. Huyu dragon alipomtazama huko mdogo sana lakini una hatima kubwa sana ya kufanya. Unamaanisha nini kusema hivyo? Nini maana hiyo hatima? Anasema zawadi yako ya uchawi ulizaliwa nao Merlin ilipewa kwa sababu fulani. So there is Sababu gani imendumani kwa hivi? Arthur. Anasema Arthur mtoto wa mfalme ni mfalme ajaye kuunganisha dunia siku zijazo. Right. Kweli? Faces. Lakini yatapitia majanga mengi sana Arthur. Kutoka marafiki na maadui zake wanaomzunguka. Lakini yeye nihusu mimi kabisa. Kila kitu. Without you. Bila wewe Arthur hawezi timiza chochote kile. Without you. Na bila wewe hakutakuwa na muungano wa mataifa yote siku zijazo amani ikawepo. Hapana? No, you've got... Mimi umekosea nafikiri. Mimi sio rafiki yake. Anasema hakuna kilichokosea wala kilicho kizuri. Na hivyo ndivyo livyo na mimi niko serious. Mimi kama nataka kumuua mimi simtokoza ananyonea kila siku kwanza. None of us. Hakuna hata mmoja atakimbia hatima yake Merlin kati yetu mimi na wewe. And none. Na hakuna hata mmoja atakayekimbia hatima yetu. Haiwezekani. Hapana. Utakuwa umekosea. Kuna mtu mwingine. Huyu hasa ni mjinga kabisa. Hawezi kuwa kiongozi mzuri. Labda hatima yako wewe ni kumbadilisha Arthur. Huyu dragon aliongea namna hii. Alimwambia ukweli. Hiyo ndo asili ya nguvu zako. Na ndo sababu mpaka wewe uko na nguvu. Huyu dragon aliishia. Subiri! Na maswali mengi kukuuliza. Subiri! Huyu dragon aliishia. Lakini alimwambia ukweli. Asili ya nguvu zako. Nguvu zako, sababu ya nguvu zako ni kumlinda Arthur, mtoto wa mfalme. Sasa kuelewa. Tuingia asubuhi. Kukucha asubuhi. Wewe, amka haraka sana. Chumba kichafu namna hii. Nimetokea bahati mbaya. Ni uchawi tena? Ndio. You can kill. Amfanya usafi haraka haraka. Usafishe na uchawi. Usafishe na mikono yako sio uchawi. Afu amke haraka haraka waandae dawa peleke kule. Deliver this. Na peleka sehemu kwa hii dawa kwa ajili ya Morgana. Huwa anaota ndoto mbaya usiku. Morgana ni mtoto wa mfalme.
Akamwambia mpelekee binti wa mfalme hiyo dawa. Najua. Basi alimpelekea Morgana hiyo dawa. Morgana ni mtoto wa kike wa mfalme ambaye analelewa na mfalme hapa. Kwa Morgana ni binti mkubwa wa mfalme ambaye mfalme anamuona kama mwanae. Alimletea dawa huyo binti, mtoto wa mfalme. Alikuja mpaka chumbani kwa Morgana. Alimkuta Morgana ndiye huyo. You know, I've been thinking about Arthur. Najua nilikuwa nafikiria kuhusu Arthur, na ana mtu angeza kumgusa hata kidogo. Lakini huyu kijana Merlin leo kamgusa. Sasa binti alikuwa anaongea juu kama Merlin kaja hapa. Just Merlin akaja akaweka ile dawa pale. Sasa huyu alifikiri mfanyakazi wake yuko hapa kana anaongea peke yake. Wewe nipatie nguo yangu nivae. Merlin akampa nguo. Lakini hajajua kama ni Merlin kaja hapa. he wants me to go, then he should invite me. Mama kaendelea kuzungumza, yeye akaona ngoja nifanye kazi yangu niondoke. Akanaondoka baada ya kumwekea ile dawa pale. Uko wapi? Akajificha. It means I'm going back. Na maanisha kwamba uniletee nguo yangu nipate kuvaa. Leo nataka nikawashangaze watu kwenye sherehe. I need some help with this. Nataka nivae hii kidogo. Njoo nisaidie. Gwen? Mara Gwen kaja. Niko hapa. Afu ndo mfanyakazi wake. Wafanya nini huku ndani? Bahati mbaya, toka nje, toka. Gwen ni rafiki yake, washajuana mara ya kwanza, kwa hiyo wana urafiki fulani. Ndio akaishia. It's whether Sijui nivae ile nyingine. Ipi itanipendeza kwa ajili ya sherehe siku ya leo? give them a night though. Nafikiri hapa hii itashangaza watu wote ndani humo. Basi usiku ulifika, usiku wa sherehe yenyewe. Huyu binti mfanyakazi alimletea matunda Lady Helen, yule mwanamuziki. Mwanamuziki huyo alipokea ile Helen, mfalme akasema anakuletea matunda upate kula. Karibu ndani. Basi aliingia ndani. Nakumbuka uchawi kwenye kioo haufanyi kazi, uchawi wa sura. Mtamlipa nini? Labda muimbie vizuri tu. Maana mfalme wanapenda sana kuweza kuimbiwa. Hata mwenyewe pia natamani siku moja nione ukiwa unaimba vizuri. Kumbe. I love singing. Napenda kuona mtu akiimba. Nafikiri na kipaji pia kidogo, huwa naimba sana. Nyimbo nyingi mno. Kwenye kioo kuangalia, akaona sura ya mwanamke huyu. Sio yule Len, ni yule bibi pale. Kuona sura yake, binti akaogopa. Akamshika pale. Akaona hawezi kutoka nje upeleke taarifa vibaya. Akaona amenitambua, aliamua kumuua. Baada ya kuona binti kamtambua, alimuua pale. Maana kioo huwa kidanganyi. Kioo hata kwenye uchawi, mchawi kwenye kioo huwa kioo kinamuumbua kweli wake. Hii ndio sura yake halisi, sio yeye iko nayo. Na amekuja kulipa kisasi kwa kumuua mtoto wa mfalme, kama jinsi mfalme kamuua mtoto wake. Ilikuwa ni muda wa karamu kubwa ya sherehe katika jumba la kifalme la kusherehekea miaka 20 ya kutokomeza uchawi wanavyoamini wao mfalme. Basi watu wengi walikuja leo kuna sherehe, akiwemo Merlin na Gaius. Maskara wako pale nini? Anamuona Arthur pembeni pale. Arthur naye akamwona dogo yule pale. Kila siku waga anamuonea kweli. Mara akaja binti kapendeza kweli. Anamuita Lady Morgana. Huyu binti wa mfalme ambaye mfalme kamlea. Mungu wangu amependeza huyo. Merlin, kumbuka kazi yako hapa. Sawa? Basi ni sherehe kubwa. Mabinti inakuwaje hapo? Anapendeza eti. Yeah, anapendeza. Inaonekana huja kuwa queen siku zijazo huyo. Queen? Hapana. Natamani siku moja aje kuwa queen yeye. Natamani siku moja nami niwe kama yeye. Niwe queen vile. Ila sitaki kuolewa na Arthur. Gwen bwana. Inaonekana anapenda tu na nguvu kama Arthur. Ni tofauti kidogo kwangu mimi. Simaanishi hivyo. Napenda watu wapole kama wewe. Amna bwana. Simaanishi kama nakupenda wewe. Namaanisha kwamba nataka watu wapole kama hivi, wewe simple kama wewe. Lakini sio kama nakupenda wewe. Usinielewe vibaya, sawa? Ni hivyo, watu kama wewe tu. Thanks. Nashukuru. Yeah. Mama kanafanya mazoezi ya mwisho, anakwenda kutumbuiza pale. Lakini mama alikuwa na mpango mmoja leo wa kulipa kisasi kuuawa kwa mwanae. Kisha alitoka, lakini tayari amekwisha kumuua mfanyakazi. Kwa mtu kupeleka taarifa hayupo. Kwa anakwenda kutumbuiza huko leo. Muda alifika na mfalme akanaingia ukumbini. Heshima inafuata mkondo kama hivyo kumpokea mfalme Uther Pendragon. Mfalme Uther Pendragon aliingia, ndio huyo. Alikuja mpaka hapa ndani. We have enjoyed. Tumeenjoy amani na upendo kwa muda wa miaka 20 sasa.
It has brought na imetuletea ufalme huu kuwa imara na mimi pia kuburudika. few can Hivyo watu wachache wanaweza kufanisha heshima hii na kuwepo kwa binti mwimbaji mzuri Lady Ellen of Mora. Walimkaribisha mwanamuziki aje kuwaimbia, na hivi walikuwa wasamini sana kipaji cha muziki, maana walikuwa wachache mno. Basi alikuwa naimba kama hivi: wakati mama anaimba, kuna mikono yake alikuwa akipeleka kulia na kushoto. Tizama kwa makini. Wakati anaimba, alikuwa anavutia kila mtu aliyeko hapa. Kwa watu wengi wakawa wanafurahia ule mziki unaoimbwa. Lakini wakati mziki huu unaimbwa, kuna uchawi ukawa unapita katikati ya watu, unafanya watu wasikie usingizi mzito. Unaona? Usingizi mzito ukawa unawakuta watu waliokuwa hapa. Huyu mwanamke akiimba, ule sauti ukiingia katika masikio yako unakupa usingizi mzito. Watu wote wakawa wanalala. Kwa sababu mama huyu alikuwa na wakati mmoja anataka kulipa kisasi hapa leo. Lakini Merlin, kwa sababu Merlin ni mchawi, haikumwingia mpaka matandabu yakae na tanda. Watu wanakoroma usingizi mzito ambao huwezi kuamka tena. Mama akaendelea kuimba sauti namna hiyo. Wakati anaimba, watu wanazidi kulala kabisa mpaka utanda bibui unatanda. Watu usingizi umekolea. Kisha mama huyu alikuwa na mpango mmoja. Pole pole akanasogea mahali alipokuwa mtoto wa mfalme. Kumbuka mwanae aliuawa pale mwanzoni mwa filamu. Kwa amekuja kwa kuvaa sura mwanamuziki ili amuue mtoto wa mfalme, ili alipe kisasi chake cha mwanae kuchinjwa hadharani asubuhi ya leo. Mama kaja mwanzoni kabisa akachukua kisu. Merlin akaa anaona. Merlin ni mchawi. Mama anataka muue pale pale. Anataka muue kupiga kisu pale. Merlin akaangusha kichawi, akaangusha feni kubwa. Ikamwangukia mwanamke huyu. Hii ni nzito kweli kweli. Ikamwangukia. Baada ya kuacha kuimba, watu wote ule uchawi ukao unaisha. Tazama kwa makini. Baada ya kuacha kuimba, ule uchawi ukao unaisha. Watu wakashangaa, wameamka, mabebuya wameshawazingira. Kila kitu kishafanyika kibaya. Ndipo mfalme anajua huu mtu ulikuwa ni uchawi. Ndio mfalme anashtuka, huu ulikuwa ni uchawi. Na huyu mtu tayari yuko pale chini. Lakini mama alikuwa hajafa. Mpango wake ni kumuua Arthur. Akachukua kisu pale pale. Kusa kisu kichake kinakwenda kumuua namna hiyo. Merlin akakiona pale pale. Kisu kinakwenda kumkuta mtoto wa mfalme. Merlin akamhamisha Arthur chap, akapiga pale. Alikuwa afe na auawe vibaya mno. Kama sio Merlin, Prince Arthur angekufa. Na huyu mchawi alipoteza maisha pale pale. Mchawi alikufa pale pale. Mfalme aliona hili. Umeokoa maisha mtoto wangu. Unatakiwa upewe heshima kubwa. Hapana, mimi nilikuwa ni sawa. Usiogope. Sema kweli sitaki chochote kile nimsaidia. Bila shaka umefanya kazi kubwa kumlinda mtoto wangu. Hapana, mimi kwanza sasa hivi utapewa nafasi ya kufanya kazi kwa jumba la kifalme na utakuwa msaidizi wa mtoto wangu Arthur. Baba, Merlin akapewa kazi ya kuwa msaidizi wa Arthur. Watu wakampongeza kweli kwa ushujaa aliofanya Merlin hapa. Lakini wote hawapatani. Merlin akapata kazi katika jumba la kifalme, akawa msaidizi mfanyakazi wa Arthur. Jioni Gaius alimfuata. Inaonekana mkuu shujaa hapa mjini. Ni ngumu kuamini eti. Hapana. Nilijua ulipokuja tu hapa utakuwa mtu tofauti sana. Umeokoa maisha ya mfalme. Kumbuka nilitumia uchawi. Najua ulitumia uchawi. Nimegundua kwamba uchawi unafaa kutumika kwa uzuri. Maanisha nini? Umemwokoa hasa kupitia uchawi. Labda ndio lengo la uchawi ulionao ni kuokoa maisha ya watu, sio kwa ubaya. Hatima yangu eti. Asema ndio hatima yako. Hiki kitabu nilipewa nikiwa mdogo sana. Nafikiri kama kitakufaa sana leo kwa jinsi ulivyo, kinafaa ukisome. Alikifungua kukitizama ni kitabu cha namna gani. Alikuta ni kitabu cha kichawi. The Book of Magic. Alipofungua ndani, alikuta ni kitabu cha kichawi. Alifurahi. Hiki kitabu cha uchawi, si ndio? Kwa nini ulikuwa umekihifadhi? Unatakiwa ukifiche, maana uchawi uruhusi hapa. Nitakisoma vizuri.
Mara sikia mlango unagongwa. Merlin. Merlin, unaitwa na Arthur. Why? Hatima yako inakuita sasa. Naenda kafanya kazi. Ni muda wa kuwa msaidizi wa mtoto wa mfalme Prince Arthur. Akaita kwa mfanyakazi wake kwa atamvalisha Prince Arthur, atakuwa karibu naye muda wote. Sasa alikuja akamwaga mzee namna hiyo na kwenda kufanya kazi rasmi. Maisha yake ya kifalme yanakwenda kuanza kutoka sasa. Basi Merlin akawa amekwenda, na hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya Merlin. Utangulizo sehemu unaofuata ndio huu. Sehemu unaofuata usipime mzee mzima. Kumbuka picha hii imezaminiwa kabisa kwa udhamini mkuu wa bosi mkuu toka pande za Marekani, Jean-Pierre Clovis Nouvelle Generation de la Sony, pande za United States of America. Bosi mkuu kaizamini picha hii. Tukutane sehemu inayofuata. Matukio sehemu inayofuata ndio haya. Tukutane huko. Hiyo inaitwa Merlin. Picha kali kabisa. Wanamuita bosi mkuu Jean-Pierre Clovis Nouvelle Generation de la Sony, pande the United States of America. Haya basi, tukutane sehemu ya pili. Tuko sambamba kabisa kwa 0742140135. Bye bye.